for the word. And I want to welcome the person who will preach today. And when I look at her, she's an upcoming master in the gospel. Praise be God. So the preacher today is none other than my sister Eunice Musau. At this time, I want everyone to rise so that we can pray for the word. Let's bow down and pray. Our Heavenly Father, Lord, we come unto you this particular time, O my Father. We thank you for the gift of life that you have bestowed unto us, O my Father. We thank you for the passion and strength that you have given this generation, O my Father. We thank you for your daughter, O my Father, for you have chosen her, O my Father, to speak unto us tonight, O my Father. We pray for your grace, we pray for your power, and we pray for your beholding spirit to be upon her, O my Father. Use her as your vessel, O my Father. Every word that is going to speak, O my Father, let every word, O my Father, heals the soul that I hear, O my Lord. Let the word that she's going to preach tonight, O my Father, bring life. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kama ni unaniona sio nipungie tu mkono. Umebarikiwa. Sema amina. Kwani unataka kupokea baraka? Uzipokee mapema, si ndio? Ningependa kuwashukuru sana kwa ajili ya kufika katika mkutano wa siku ya leo. Si kawaida. Siku na wengine walitarajia ama walitamani tu kufika ama kuenda mahali pengine, walikuwa na shughuli lakini hawajafika. Si ni kwa neema tu. Basi si ujipigie makofi kwa ajili ya kufika. Namuona baba yetu hapa amekuja, tumpigieni makofi. Asante sana mama kwa kufika. Hatuogopi tukikuona. Kwanza mimi siogopi nikikuona hapo. Pastor Steve nakuona hapo, tumpigieni makofi. Asante sana kwa kazi njema ambayo umefanya. So, kuna mtu anijui? Kuna mtu anijui kweli? Na wenye najulikana hii JBM. Sio wote wananijua? Okay. Mnataka niwaambie saa hii ama tukimalizia neno? Saa hii. Sisikii kuambia saa hii. Nasikia kuambia tukimaliza. Mtakubaliana na mimi? Hapana. Sawa, nitaenda na majority. Nani watasema niwaambie saa hii? Hakuna mtu. Unaona wenye mko wadogo, so mimi nitasema tukimaliza. Praise God. Lakini kwa majina naitwa Eunice Musau, nimeokoka, nampenda Yesu. Mpige Bwana makofi. So, namshukuru Yesu kwa ajili ya kunipa hii nafasi. Si jambo la kawaida. Naona tu neema za Mungu. Hii kitu iko mbali. Kwa neno la siku ya leo, ningependa tuende tukashare neno la Mungu ambalo Mungu amenitayarisha nalo. Tuende tukalishare na najua Mungu atatubariki tukiendelea kutoka mahali hapa. So we are going to take from the book of John chapter 4. Kuna mtu anahisi usingizi, tumtafutie godoro saa hii? Kuna watu najua watalala hapa. Na nikikuona ukilala utaniambia umekuja kesha kufanya nini? Sipendangi kuona mtu akilala kesha. Nitakutafutia godoro yenyewe. Ama bado hatuko? Kama umefungua kitabu usema amina. Amen. So we are going to take from verse 1 to 24. Yeah. So I'm going to read very fast kwa sababu ya masaa.
na tusikize vizuri, sawa? Nitauliza maswali. John chapter 4 verse 1. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Verse 6. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. Verse 7. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into a town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Jesus answered to her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." Verse 11. "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water that I give him will never thirst. Indeed, the water that I give him will become in him a spring of living a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What have you just said in quite true, sir." The woman said, "I can see that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritan, you worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and now it is the time, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in the truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is the Spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. Amen. Tuombe kwa ajili ya neno. Father Lord, I thank you for thy word that we have just read. I pray that you may give me revelation to speak to your children, my Father. Wacha Mungu wa rehema
ukaonekane na ukuhudumie kila moyo ulio mahali hapa, na ni kupitia kwa jina takatifu la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. So my topic today, we are going to speak about spiritual refreshment or nourishment. Na tumesoma maandiko kutoka kitabu cha John ambacho kinaongelelea mwanamke mmoja ambaye alipatana na Yesu kisimani. Na huyu mwanamke, kusema tu kweli, kulingana na maandiko vile ambavyo inamdescribe, alikuwa mwanamke ambaye hajaokoka. Alikuwa mwanamke ambaye alikuwa anaishi maisha ya dunia, worldly life. Alikuwa anaishi maisha ya dunia. Lakini siku moja akienda kuchota maji, kwa kulingana na vile maandiko ambavyo imetuelezea, akakutana na nani? Akakutana na Yesu. Hapo kisimani walizungumza na Yesu. Walipata kupatana na Yesu kwa sababu maandiko yametuambia alikuwa, he was from a long journey. Aliketi katika kisima cha Jacob akipumzika, na huyu mwanamke akafanya nini? Akamuapproach. So hapo ndipo walianza kuzungumza. Hapo ndipo walianza kusemezana maneno. Na ikawa Yesu kwa sababu Yesu ni Mungu, alitambua kile kilicho ndani yake, ya kwamba huyu mwanamke kusema ukweli ama ndani yake, roho iliyo ndani yake ataokoka. Hana roho ya Mungu ndani yake. So Yesu alimsoma tu kwa mbali, kwa sababu roho anajua kila kitu. Tunaambiwa kwamba roho anajua hata mafumbo ya Mungu. So kwa kumwangalia tu hivi alijua kwamba huyu mwanamke hajaokoka. Na hivyo basi wakaanza kuzungumza. Na hapo ndipo alipomuitisha maji, kwa sababu alikuwa ametoka safari mrefu. Na hivi mimi nikawa nikifikiria kwamba Yesu hakutaka tu kumuitisha maji kwa sababu alikuwa na kiu. Kuna kile ambacho alikuwa anataka kupitisha. Kuna ile habari ambayo alikuwa anataka kupitisha kwa huyu mwanamke. Na ndio amfikie, wakapatana katika kisima. Ndio habari imfikie. Wakapatana wapi? Kisimani. Na hapo ndipo alianza kuzungumza. Akamwambia nipe maji. Na akamuuliza ya kwamba niaje unaweza ukaniitisha maji? Na Wayahudi na Samaritans huwa hawaingiliani ama huwa hawana uhusiano mwema. Niaje unaweza ukaniuliza ama ukaniitisha maji? Lakini Yesu akamwambia aje. Na Yesu akamwambia aje. Si mtu anisomee hiyo mstari maandiko. The Samaritan woman said to him, you are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Na Yesu akamwambia, ungejua mwenye unazungumza na yeye, ungemwambia nipe maji ambayo ni ya uzima. Kusema ukweli ama kulingana na maandiko ni kwamba huyu mwanamke, ukitembea na dunia au ukitembea kwa mambo ya dunia, huwezi ukaelewa mambo ya kiroho. Na huo ndio ukweli. Huwezi ukaelewa kitu cha kiroho ama mambo ya rohoni. Na hivyo basi ni yule mwanamke alimkuta, badala ya kuelewa yule anaongea na yeye, hakuelewa kabisa. Hakujua anaongea na nani. Ndipo Yesu akamwambia, ungejua mwenye unaongea na yeye, ungeniambia nikupe maji ambayo ni ya uzima. Kwa sababu alikuwa ama she was inactive in her spirit. She was down in her spirit. Hakujua mwenye anaongea na yeye. And that is why nimekuja kuongea about spiritual nourishment. Kupitia haya maandiko ninasoma ya kwamba katika haya maisha tunayoishi hivi leo, kuna watu wengine tuko tu kanisani,
tuko tu tunaabudu tu azin ile tu ya dini. Kwenda ni kwenda kanisa on Sunday, ni kuvaa nguo mzuri, twende tufike kanisa, tuombe, turudi nyumbani. That is the kind of life we are living today. True or false? Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Najua mtakubaliana na mimi, lakini huo ndio ukweli. Tumekuwa watu wa dini sana. Tumekuwa watu ambao waelewi. Hata wakati Yesu anabisha hapa mlangoni, hata wakati Yesu anakuambia nifungulie, hauwezi ukatambua kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho hapo tena ni kama ushakufa. Katika ulimwengu wa kiroho hauishi tena. Kama vile mwanamke alikuwa na Yesu, wakiangaliana hivi macho kwa macho, lakini hakuelewa kitu kabisa. Hakumuelewa kabisa yeye ni nani. Mpaka Yesu akajitambulisha kwake. Ndipo sasa akamuelewa. Lakini naona Yesu alimsaidia na akampa roho ya kuelewa. Huyu ni nani? Ni nani zungumza na yeye? Naomba siku ya leo Mungu atatupa uwezo tukajua kwamba kunaye Yesu ambaye alikutana na mwanamke kisimani. Na hivi leo tumekuja kukutana na yeye hapa. Ama umekuja kutafuta nini hapa? Si tumekuja kukutana na yeye. Mimi namtarajia na nimekuja kukutana na yeye kama mwanamke vile ambavyo alivyoenda kisimani, bila hata kutarajia kwamba atapatana na Yesu ambaye atakayeokoa maisha yake, Yesu ambaye atakayempa maisha ya uzima wa milele, the living water ama eternal life. Hapo anajua. Na wewe umekuja mahali hapa, pengine hapo anatarajia, pengine hapo anajua kwamba siku ya leo ni siku ya kuokoka kwako. Nataka kukutangazia kwamba siku ya leo utaenda nyumbani si vile ulivyo, bali Mungu atakubadilisha. Vile ambavyo huyu mwanamke alifika katika kisima, lakini hakutoka katika kisima vile ambavyo aliingia, hivyo ndivyo Mungu atakao kwenda kukubadilisha katika ulimwengu wako wa kiroho. Hautabaki kuwa vile tena. Sasa ni kuamini Mungu. Huyu mwanamke hata kama hakuwa anaelewa mambo ya kiroho, vile ambavyo Mungu ama Yesu alivyojitambulisha kwake, alipata kumuelewa. Akaanza kupata ufahamu. Yule ambaye anaongea na nani? Anaongea na yeye. So ninaomba ya kwamba siku ya leo Mungu akakupa ufahamu. Ukatambua yuko hapa karibu na wewe. Ukatambua kile ambacho tunabeba mambo mengi katika ulimwengu wa kiroho, lakini hatujielewi. Tuko kanisani, unakuja tu unasikia kusinzia. Unaona tu ni kawaida. Unafikiria tu ni kawaida. Kulala stress ni kawaida. Au juu ni mzigo ambao umebebeshwa katika ulimwengu wa kiroho. Unakuja kanisani, wewe kazi yako watu wengine wakilia hapa wakiomba, wakinyenyekea. Kazi yako ni kuangalia sijui kuhesabu mabati, mistari ya mabati ama nini. Lakini siwezi nikawalaumu. I tell you the truth. Mimi nikiokoka nilikuwa mmoja wao. Kwanza nakumbuka time yangu ya kuokoka mara ya kwanza. Ile ya kwanza sasa niliokoka nikatokanga huko makanisa za dini. Mimi nilikuwa nafika tu church, naona watu wanaomba. Pastor alikuwa anajua mahali ambapo nilikuwa nakaa. Nilikuwa nakaa mahali hapa hivi kwa kona. So I was like, do people scream like this when they are praying? Mimi sijaiona hii kwetu. Sijaiona mtu anamwaga machozi kwetu. Sijaiona mtu anapiga magoti kwetu. I was like, wow. Nilikuwa tunashangaa what is not happening. Na siku moja pastor akajua kwamba mimi nacheka watu wakiomba. Furi nilikuwa nawacheka. Mimi nilikuwa nawacheka. Mungu mmoja. Nilikuwa nacheka watu. Nikikuangalia tu nione umepiga magoti wewe. Na kuangalia tu vizuri, nafunga macho. Nasikia mbavu ni kama zinavunjika. Nikicheka. But today, I tell you, nikiingia kanisani hakuna kuharibu wakati kwa sababu najua kwamba hii maisha tunayoishi. Unaweza amka leo, ile next minute au unaweza toka hapa leo hata utafika kwa nyumba. Ukweli ama uongo? Mungu akikutaka saa hii. So mimi nimewaambia kwamba I used to love. Nilikuwa nawacheka vizuri sana.
but nashukuru Mungu alinipa kujielewa. So naomba na wewe Mungu akakupa kujielewa katika ulimwengu wa kiroho. Unajua mama ni nani? Wengine hapa ni apostles na hata mjui. Mtu akikuja kanisani ni ku relax na kukaa tu anasema tumetoka tu. Mtu hata ukimuuliza mstari mmoja ambaye alisoma haiwezi akakuambia kitu. Ni kwa sababu ya kwamba hatuko active katika ulimwengu wa kiroho. Nami ninaomba ya kwamba Mungu akakunguze siku ya leo, akakupe burudiko la moyo ama la kiroho, ukapata kujielewa. Kuna mizigo ambayo tumebebeshwa like huyu mwanamke Msamaria alikuwa amebebeshwa dhambi, usherati, usinzi, ni kufanya ama hakuna dhambi inaitwa sasa huyu mwanamke alikuwa na hiyo roho. Na ilikuwa inamwandama. So yeye hakuwa anajielewa. Wengine hapa tumebebeshwa mizigo lakini huwezi ukajielewa kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho hakuna kitu unaelewa. Na nikwambie tu kweli, maisha yako ya kiasili yanaanzia katika ulimwengu wa kiroho. Ukikosa kujielewa katika ulimwengu wa kiroho, hata mwili wa kinyama utaishi kama mtu ajielewi. Hivi tu. Utajiri wa kweli unaanzia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu hapo ndipo baraka zako zina manufacture ama God manufactures your blessings. Na usipojielewa, shetani hata hijack. Inaitwa kuhijack. Atazichukua. Kumbuka Danieli akiomba 21 days. Baraka zake ama jibu lake lakini ambacho alikuwa anaomba iliachiliwa siku ya ngapi? Mwenye anajua siku ya ngapi? Siku ya kwanza. Lakini kwa sababu kuna falme za wajani ambazo zinakaa katika anga zetu, alikaa akiomba. Na Mungu kwa sababu Mungu anakaanga akisikiza. Kwa sababu alikuwa inatuambianga kwamba maombi ya watakatifu ni kama manukato mbele za Mungu. So maombi ya Danieli iliendelea kufika mbele za Mungu. Iliendelea kufika. So Mungu akatumana. Akasema huyu Danieli ambaye anaomba, si nilitumana kwake. Jibu lake zililipeana siku hata ya kwanza. Hebu enda uangalie ni nini inaendelea. Sasa hivyo ndivyo inavyokuwa. Usipojielewa katika ulimwengu wa kiroho, baraka zako zitashikwa. Baraka zako shetani hata hijack baraka zako ambayo ilikuwa ikufikie hata ukiwa na 25 years. Hautaipata. Maybe hata utaipata ukiwa na 30. Maybe hata utaipata ukiwa na 60. Wakati ambayo hata huwezi enjoy. Ni kwa sababu uliwaste time. Wakati ulifaa kuomba, Mungu akufunulie kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Wewe ukikuja kanisani ni kutulia na kutoka na kwenda nyumbani. Hakuna kitu unaelewa. Tumetulia tu hatujielewi. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mingi yanaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Vita nyingi zinaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Watu wengine hapa tunashikwa tu na magonjwa. Unasemanga tu ni ugonjwa inanisumbuaka. Ile ugonjwa yangu nasikianga wahubiri wakisema, ile ugonjwa ya ushaichukua ikakuwa yako. Ile ugonjwa yangu ilianguka. Ugonjwa yako gani? Kuna Mungu anapeana magonjwa? Hapana, hakuna Mungu anapeana magonjwa. Na hivyo ndivyo unavyoimiliki. Kumbuka mdomo ama ulimi uko na nguvu. Kisha sema ni yako, si ni yako. Ukishasema ni yako. So vitu zingine hata ukinena, tunafaa kujielewa na tuconnect katika ulimwengu wa kiroho. Hiki ambacho unasema ni chako ni nini? Hii ambacho unakilini ukisema ya kwamba hii ni yangu ni nini? Badala ya kusema baraka
zinaachiliwa na Mungu za kwanza ni zangu. Unasema ugonjwa wangu imeamka. Badala kunini? Unajua hata magonjwa zingine tunafikirianga ni za kawaida tu. Ni ile tu kichwa ya kawaida. Kumbe hata ulirushiongo, wewe kichwa inaamkanga tu ukifanya nini? Ukisha kwa sababu ulimiliki, inaamka anytime. Ikitaka tu inaamka inakushika. Ni nani? Kwa sababu huko haijielewa wewe ni nani katika ulimwengu wa kiroho. Umepewa mamlaka, umepewa nguvu za kukemea, za kutoa, za kubomoa, za kupanda. Hivyo Jeremiah aliambiwa, ama ni uongo? Aliambiwa aje? Nimekupa mamlaka ya kufanya nini? Ya kupanda na kung'oa. Badala ya kung'oa hiyo ambayo roho ambayo imekuingia ya magonjwa, unaendelea kuimiliki, unaendelea kuipanda, kuisindiria, unaendelea kuiwekea maji na mchanga hapo na mbolea, ukisemanga tu ni yako. Ni kwa sababu hujajielewa katika ulimwengu wa kiroho. Lakini tukitoka hapa, najua Mungu atainuliwa kiroho. Najua mtu atainuliwa katika ulimwengu wa kiroho. Atapata kujielewa tena. Atapata kujua nini ambacho huenda kinamrudisha nyuma. Nini ambacho kinamrudisha nyuma. Tumebebeshwa mizigo na hatujui. Kama huyu mwanamke hakuwa anajua. Yeye alikuwa anajua, anafikiria sikupenda ni kupendwa tu. Lakini hajui kama amebebeshwa nini? Hajui kama amebebeshwa mzigo ambao ulimsumbua miaka mingi. Ambao ulimsumbua mpaka wakati ule ambapo alikutana na Yesu. Na ninafurahia kwamba wakati alipatana na Yesu, hakuwahi rudi vile tena. Alibadilika, hakutoka katika kisima tena. Alibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sifa. Nawe kama vile umeingia katika kisima hiki ama katika nyumba hii, hautatoka vile tena. Lazima Mungu aende akakuinue, kwa sababu ameshanena katika maandiko yake kwamba nitakuinua. Mimi mwenyewe nitakuongoza. Ukishampa nafasi ya kwanza akapata kukuongoza, kwa kweli atakuongoza. Ni sisi hatupei Mungu nafasi ya kufanya nini? Ya kutuongoza, kwa sababu mambo umejaza. Chungu zima mambo umejaza. Na unajua kuna kitu moja na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni ngapi? 3. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa siku hizi tunatembea na nani? Ndio tunatembea na wao wote, lakini msaidizi wetu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Naye Roho Mtakatifu, acha nikwambie, kama kuna kitu hujawahi jua, Roho Mtakatifu akakikwa chombo kichafu. Hata akishuka hapa mahali hapa juu, ninajua kuna uwezo wa kushuka katikati yenu, hata anaongea kwa sauti. Atamuuliza, mimi unasikiana nikiitwa roho gani? Roho mchafu, si ndio? Mimi ni Roho Mtakatifu, na kilicho kitakatifu hakuna kilicho kichafu ndani yake. Kwa nini wewe unaishi na uchafu ndani yako? Haizi ingia ndani yako. Na hata akiingia, na hata kama alikuwa, kuna kitu moja, kuna karakta moja ya Roho Mtakatifu. Ukishachafua lile hekalu, yeye anaanga nafasi tena, kwa sababu haezi. Yaani yeye ni mtakatifu na wewe umeweka uchafu. Hizo vitu mbili, mafuta ya taa na maji, maziwa, zinaweza zikapatana kweli? Haziwezi zikapatana. Hivyo ndivyo inakuanga kwa Roho Mtakatifu. Wewe ukishachafua hekalu lako, yeye anakuangalia tu, yeye anakaa kando. Usipompia nafasi, yeye anakaa tu kando, anakuangalia. Hata ukienda kwa dhambi hawezi kuambia unaenda kwa dhambi, anakuachilia tu wewe. Juu hujampea nafasi. Na tunampea nafasi kupitia nini? Kupitia maombi, kujifungua kwa Mungu na kufungua roho zetu na kumwambia kwamba we know we are sinners, but Father forgive us. Hiyo tu ndio inakushindanga kusema. Unashindanga kusema hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Unashindanga kusema hiyo? Bwana nisamee. Kwa roho moja tu, Bwana nisamee. Najua nilikosea. Na kukosea tu sio kukosea. Unajua siku hizi tuko na tabia za kuusema ya kwamba za kuona zile, yani
zile tudhambi tudogo tunafikiria ndizo tunaweza fanya, lakini kuna zingine tunafanya. Utasikia mtu anadanganya. Anasema mimi sitendangi dhambi. Nani alikwambia hivyo? Nani alikwambia hivyo? Utajua kwamba ukishuka ama Mungu akishuka mahali hapa, tarumbeta tu ipulizwe hivi. Tukiwa hapa ulidanganya, mwingine alifanya usharati. Mtaachwa hapa. Wewe mwenye uliongea uongo. Siku hizi yani tumekuwa tu unajua shetani anakuanga mrefu sana. Anapitianga kwa vitu tudogo. Kitu yenye hata utarealize ama alipitia hapo. Au utarealize kama ni shetani alipitia hapo, nikwambie tu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Atapitia hapo. Na utajua kama ni shetani. Shetani anajua kutiriki maisha ya mtu. Lakini siku ya leo utapata nguvu. Sema amina. Sema amina. Hautatoka hapa. Mungu atakupa burudiko la kiroho. Hautatoka hapa. Utakuwa unajielewa. Si ndio? Utakuwa unajielewa. Nimesema ya kwamba tumebebeshwa dhambi ya mizigo ya dhambi. Unapata kule ambako wanasengenyana, wewe uko hapo. Hakuna kitu inakupitanga wewe. Kule ambako wanafanya usinzi, wewe uko hapo. Wote ama ni nini? Uko hapo wewe. The whole of you yourself and yes. Uko hapo. Hakuna kitu inakuachanga. Kuna kawimbo kingine nasikianga kanaimbwa na Wakamba. Bosi FM. Wene wanajuanga zikitua azikiama. Wewe unajuanga zikitua. Utaki kusema zikitua na zikiama. Wewe unajuanga kila kitu. Kwa Mungu hapo. Sorry for that. Uongo uko hapo. Kuna mizingine uko hapo. Kila kitu uko hapo. Kwani Roho Mtakatifu atapata nafasi? Roho Mtakatifu atapata nafasi kweli? Utawipata nafasi. Na hivyo ndivyo ambavyo. Kwa sababu wewe hujajua ukapumulisha baraka zako. Na hivyo ndivyo tumeishi ambayo ile Simoni alisema ya kwamba tunaishi maisha ya watoto wa kambo. Akijielewi kabisa. Tumeshikwa mateka. Akili zetu zimeshikwa mateka. Na tutaishi tu kufanya nini? Kukuja kwenda, kusoma neno hatufuatilii. Hivyo tu. So there are spiritual burdens. Moja ni burden of sins. Kubebeshwa mizigo ya dhambi. Wale mnaandika? Tunaandika. Hapa kukuja na kitabu na kalamu. Kukuja na kitabu na kalamu. Ulikuwa umekuja kupokea. Ningependa kusema kitu. Unajua Roho Mtakatifu anakuwa na mikakati yake. Hata kama ulikuja kupokea. Basi naniona aje nikiinua mkono. Mama pastor huyu ananiangalia hata niona aje nikiinua mkono. Pride. Ukilala chini. Ati huwezi lala hapa kwa floor wewe. Huwezi lala. Na hiyo ndio tunaita nini? Seeking pride. Wakati hata kuna hii wimbo ya najua wengine hapa si Wakamba. Wimbo ya Wilberforce anasemanga ya kwamba tuamika mbele wangai ibila ibata. Tukifika mbele za Mungu weka zinaitwa protocols. Viwango hizo zote weka kando my dear friend. Mungu ajuangi wewe ni CEO kwa kampuni yenu. Hiyo ni ya kwako. Enda. Unaona ukiingia kwa ile mlango, weka CEO yako hapo. Nimesema uongo hapa kweli. Tukifika hapa kwa madhabahu, weka CEO yako hapo. Tukifika hapa kwa madhabahu, kama wewe ni silipwi,
weka usilikini wako hapo ukichukua ukienda. Viwango kwa Mungu atambuangi. Na ndio maana ukikuja kwa Mungu na viwango, haezi hata akakukaribia, haezi hata ukampa nafasi ndani yako. Maandiko hapa ikimalizia imesema ya kwamba Mungu anatafuta wale watakao muabudu kwa roho na kweli. Wewe unamwabudu kwa kweli wakati ambao umebeba kiwango yako kutoka kazini unaileta kanisani. Unafikiria Mungu ataenda hiyo? Hawezi. Iwezekani hiyo. Kwa sababu nimesema ya kwamba mimi natafuta yule atakaye niabudu kwa roho na kweli, bila kuangalia chochote, bila kuangalia ambaye yuko kando yangu. Wengine hata tunasema ya kwamba kama ni mimi Eunice, eti niombe mkaka fulani akiniangalia hapo, mimi Eunice nipige magoti hapa. Hati na bodega. Mimi Eunice nipige magoti hapa. Hiyo ni kuangi kwa Mungu. Utampea nafasi. Kwa sababu nimeona nani? Kama nimeona kamugeni kameingia. Hata mimi Eunice niende kwa ukuta, nenda niinue mikono. Sio mimi. Na hivyo ndivyo tumebaki. Tunadidimia. Wakati ambapo uko na nafasi ya kujipenda kwa Mungu, ya kunyenyekea, wewe au nyenyekee. Ukikuja kanisani, badala ya kunyenyekea Mungu akuinue, akufungulia hata mambo ya kiroho, ujielewe zaidi, uelewe kwamba kuna baraka ambayo umeachiliwa. Wewe kazi yako ni kuangalia wengine, huyo amekuja na kiatu inakaa hivi. Leo nani amevaa mini skirt? Akiingia kwa kanisa. Haya, leo nani amevaa heels? Haya, leo nani amekuja kama amechelewa? Kuna watu wanakuanga hivyo makanisani. Hawana kazi yoyote. Badala ya kuconcentrate kwa Mungu, umekuja ukaharibu time. Wakati wengine wanainuliwa, wewe uko pale tu. Ukiingia wewe unatoka tu na kuangalia yako yenye umeangalia kanisani. Hivyo ndivyo ambavyo tunabaki. Promise me. Ukienda kwa church utahesabu mistari ya mabati. Promise me. Utahesabu, si ndio? Haya. Ukienda kanisani utafunga macho na uombe. Ndipo Mungu akakuinue. Promise me, ukienda nyumbani utasomanga Bible kila siku. Hata kama ni kama mstari kamoja. I do not make fake promises. Kwa sababu tuko madhabahuni. Hiyo ndio itakayo kusaidia. Wacha nikwambie, maisha hapa hivi iwezi kukusaidia. Na kwa nini? Kwa nini wakati ambapo mwanamke alipokutana na Yesu, kwa nini hakumwambia, uko na wanaume 5? Basi mbinguni yako. Kwa nini hakumwambia hivyo? Alimwambia aje? Ungejua mwenye unaongea na yeye, ungenipa nafasi niingie ndani yako nikupe maji ya uzima. Kumaanisha ya kwamba hizo vitu zote, all pleasures, hazina usaidizi wowote. So, uko tayari kuweka kando? Uko tayari kuweka kando kila aina ya uchafu? Alafu tuende mbele. Injili iende mbele. Na tuache kuishi kama watoto wa kamba. Wako kamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 3. Nachama napendanga hivi. Number 3. Wakati ambapo tuko committed at work. Yaani kwa sababu unajua kuna kitu nimenotice na watu. Wakati mtu ako desperate, wakati mtu ana kitu chochote, ndio anakuja kulala hapa kwa madhabahu. Kila siku, kila asubuhi utampata hapa kwa madhabahu. Ukweli au uongo? Utampata hapa akililia Mungu kwa ampe kazi. Pata hiyo kazi. Nipate. Huyo mtu utampigianga si tu simu. Unajua pastors wanakuanga constant na kondoo zao. Utapigia tu mtu simu.
fulani wa fulani uko aje? Kwani leo umepotelea wapi? Pastor, tuko pamoja kiroho. Tuko pamoja kiroho. Imeshikana kidogo. Kazi imekuwa mingi. Siwezi patikana. Unachapa weekend ya kwanza, ya pili, ya tatu uonekani kanisani, lakini wakati haukuwa na kazi ulikuwa wapi? Hii madhabahu. Ukumbuki ya kwamba wakati ulikuwa unaomba madhabahu ama kibali kilitoka hapa kwa madhabahu. Hapo ndipo miezi 3-4 ikiisha, hata haitaisha, kisirani imetokea kazini. Kwa sababu ile madhabahu ambayo ilifaa kukutetea, ulifaa kuchochea moto, ndio ikakutetea. Uliacha kufanya nini? Uliacha kuweka kuni, moto ikazima. Na kuni ni nini? Si ni maombi. Uliacha kuweka kuni, moto ikazima. Na ndio maana Mungu akakwambia kwamba hata shetani uingilia kazi zenye tumepewa na Mungu. Shetani anakuangalia hivi. Anasema ya kwamba ulibarikiwa na kazi lakini umeifanya excuse kwa Mungu wako, na mimi nitakuonyesha. Anaenda huko kazini, anakoroga kila kitu kwa boss wako, unapata akukanyiki. Moto imewaka hivi. Anakuja tena kwa ile madhabahu, anakuja anaanguka hapa, anaanza kulia tena. Surely. Kama ni wewe. Hii madhabahu inafaa kuwaka moto every time. Hii madhabahu ifai kuzima. Na ndio maana wakati I'm coming to my point now. Na ndio maana wakati ambapo ulikuwa unalala kwa madhabahu, ulikuwa umeinuliwa kiroho. Ulikuwa hata ukifunga macho hivi, hata nitakijibilia kwa ile mlango, wewe wa kwanza kujua. Unafunika hii hapa na damu ya Yesu. Squeeze kwa sababu kazi imekushika. Unajua uombi tena, na vile ambavyo unaendelea kuomba ndivyo ambavyo unaendelea kuinuliwa. Lakini vile ambavyo auombi unaendelea kurudi chini. Zile vitu ambavyo ulikuwa una uwezo wa kuona katika ulimwengu wa kiroho au zioni tena. Hivyo ndivyo ambavyo tunabaki stagnated. Unapata hatuendelei na mbele. Excuse me, ni kazi yenyewe ambayo ulipewa na Mungu inakufanya wewe usimfanyie Mungu kazi. Kazi yenyewe ambayo ulikuja kuomba hapa kwa madhabahu wewe. Si Mungu akusaidia. Amen. Number 4, feeling guilt. Najua hii shetani anatushikianga hapo sasa. Shetani anashikia wapi? Shetani anashikia hapo. Unapata uko guilt. Tuseme hata ukiokoka, ulikuwa unaishi maisha ambayo ni ya dunia. Kwa sababu kila mtu hakuna starting point. Hakuna mtu anaweza niambia hapa ati alizaliwa kama ameokoka. Nani? Inua mkono tu nikuone wewe ni mbarikiwa jamani. Inua mkono. Sami. Nani anasema kwamba mami hapana. Mtoto wa pastor. Usidiso. Kumbuka, mtoto wa pastor hakuna kitu namaanisha. Unajua hivyo? Wewe uko na maisha yako kama individual. Mimi niko na maisha yangu. Pastor ako na maisha yake, mtoto wake ako na maisha yake. Mtoto wake ako na maisha yake. So, usipojipeana, hata kama wewe ni mtoto wa nani? Pastor. Hata kama wewe ni mtoto wa nani? Pastor. Kuna vitu zingine utapata. Na ndio maana nimesema ya kwamba feeling guilt kwa sababu ya maisha ambayo tulikuwa tunaishi ya kale. Shetani anaenda kukushtaki sasa na hiyo maisha. Anaenda kusema ya kwamba
Nani alikuwa anafanya hivi na hivi na hivi? Unajua shetani anakuwa na hiyo tabia ya kwenda kushtaki wateule wa Mungu katika kiti cha enzi. Kumbuka vile alivyofanyia Job. Alifanya aje? Alisema nikizurura huku na kule nikapatana na nani? Na mtumishi wako Job. Na nikaona ya kwamba hata umemfema sana. Hii maisha ukiwa wapi? Si ni hapa duniani. Tunasema wacha tujipe wenyewe. Na kupitia hiyo raha kujipa mwenyewe ndipo unapata ulikuwa mwanarika, ulikuwa umeokoka, na kwa sababu umekuja ukakuwa corrupted na vitu za dunia, hujielewi tena. Umeenda chini kiroho, hata hujielewi tena, hujui ni nini kinaendelea. Unapata unadidimia na yako inaisha. Kwa sababu unaogopa siku yako ya kesho itakuwa aje. Unajua kuna wengine wanasema maybe hata nikitoka hapa nitaenda tu kuisha, ndio maana unasema wacha niishi yangu ya leo. Lakini wacha nikwambie, kwa Yesu we are promised eternal life. Kwa nini wewe uko na wasiwasi ati utakufa ukiwa kijana mdogo? Nani alisema hivyo? Hiyo ni shetani na sauti zake. Hatutakufa. Semeni hatutakufa. Kazi ya Mungu lazima tutafanya. No in the future. Kwa sababu wewe ujui future yako inaenda aje, wewe ndio tunapata kwa waganga sasa. Unataka kwenda kutabiriwa, sijui zinaitwa aje hizi. Kuangaliliwa nyota. Sijui kwa sababu ujui future yako itakuwa aje, wewe unaenda kwa ubiri wa uongo. Wanakufanya nini? Wanakumisiliti kama ujui. Unapata ulikuwa umeinuka kiroho, lakini kwa sababu ya kuchanganya maroho umerudi nyuma kiroho. Na hivyo ndivyo tunabakia kama hatujielewi. Unapata tu mtu ako 50-50, unajui uko wapi. Na Mungu anachukia mtu aina hiyo. Si ndio? Si mtu anitafutie hiyo maandiko inasemanga ya kwamba unajua maandiko inasemanga ya kwamba Mungu anachukia a person of two thoughts. Unafikiria mara mbili. Huko kwa Yesu, yani umekanyaga hivi. Mungu moja iko hapa, nyingine iko hapa. Niko kwa dunia, niko kwa Yesu. Leo unasema Yesu akikuja naweza enda na yeye. Nimekukanya. Materialism. Wengine hapa tu, yani tuseme sisi wanarika hapa. Yani kuna hii roho ambayo imeingia watu, inakula watu. Maroho ya kutaka vitu za dunia kwa sababu unataka mautajiri. You go involve yourself in certain causes. Unapata umelishwa sijui viapo, sijui nini, unalishwa damu, sijui nini, unaingia. Si kama wengine tunaingia kwa Illuminati. Si ndio? Na kwa sababu ya kwamba tunataka vitu za dunia wakati tuko wadogo. Ngoja Mungu. Wait upon the Lord. Na wakati ambapo utatimia wa Mungu kukubariki, endelea kulilia haya madhabahu. Hii madhabahu iko na nguvu hii. Mimi mwenyewe nimeiona ikinitetea. Itakutetea na wewe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Naomba Mungu akupe burudiko la kiroho. Spiritual nourishment. Usibaki vile ambavyo uko tena. Kwa sababu umejua kwamba dhambi ndio inakurudisha nyuma, usirudie tena. Sawa? Kwa sababu umejua kwamba materialism inakurudisha nyuma, tamaa nyingi. Achana nayo. Kwa sababu umejua kwamba shetani anapitia yale matendo ambayo ulikuwa tena zamani. Hata kikuja usimsikilize. Sawa? Mwambie enda na huko. Mimi nishaokoka. Shetani anirazo kwa zako misti. Kuna pastor huko kwetu alikuwa ananifurahisha sana. Alikuwa anaomba ni kama anaongelesha shetani. Na hivyo ndivyo inafaa. Mimi hata mimi namuongelesha kwa jamani. Alikuwa anamwambia wewe shetani hata huna haya.
Yaani unakuja corrupt watu wa Mungu. Hata sura yenyewe hauna. Kwa shetani anakuona na sura. Shetani ni kiumbe mbaya. Kiumbe akieleweki. Namwambia wewe watu wengine wakiomba wewe unakuja kwa corrupt. Na hata uvaangi nguo safi safi na vaanga black. Zikuwa zenye hata haziwezi pendeza. So mimi ndamwambia kama huyu, akikuja mwambie kama huyo pastor alikuwa anamwambia hivyo, anamkemea akiendanga. Na hivyo ndivyo inafaa. Usikubalie shetani akuhukumu na matendo ambayo ulikuwa unatenda zamani. Hiyo ishapita. Ushafanyika kiumbe kipya. Kama mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu, alirudi kuwa vile tena. Huwezi ukakutana na Yesu na ukarudi kuwa vile tena. Sema amen. Na utatoka hapa vile tena. Utatoka hapa kama kiumbe kipya. Na kama huko umetarajia utakupokea cha nguvu kama huko. Utapokea cha nguvu. Haya. Najua Masai naenda. Sasa nataka tuende tukasoma maandiko katika kitabu cha Jeremiah. Nimechanganyikiwa. Niambie pole. Okay, thank you. Jeremiah 31. Jeremiah 31:25. Kitu kingine. Unajua shetani anakuletea makasiriko. Kama uko na roho ya kukasirika, ikemee. Kumbuka Moses alikosa kufika Kanaani kwa nini? Alikosa kwa nini? Hasira. Na kwa sababu hiyo hasira ilimfanya nini? Akafanya nini? Hasira ilimfanya akarusha zile zilikuwa aje? Tablets. Zilikuwa zimeandikwa nini? The Ten Commandments. Akazirusha. Si ni hasira imemfanya hivyo. Kama uko na roho ya hasira, ikuondoke. Usikubalie. Juu itakufanya umkosee Mungu. Kama vile na baraka zingine utazikosa. Utazikosa kama Moses. Alikuwa afike Kanaani lakini hakufika. Na hizo ndizo tunaita spiritual burdens ambazo tumebebeshwa na shetani. Practices ambazo tunafaa kufanya, tufanye nini? Tukue na hii spiritual refreshment ama nourishment. Mtu akikunywa maji, najua kuna mtu anielewi tena naongelea. Tuseme umetoka safari ukiwa umebeba mzigo mzito. Ndio maana Yesu